tutaviangalia kwenye Biblia jinsi vilivyotokea na jinsi vilivyoonekana. Lakini pia tutaangalia ni namna gani pia tunaweza tukavishinda na tukaepukana na vitu vya namna kama hii. Kitu ambacho natamani tu tukakiangalia moja kwa moja ni kitu kimoja kinahusiana na uchawi wa mafundo. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 18 ukianza mstari wa 11, Biblia inasema kwamba ukianza mstari wa 10 anasema kwamba asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombeaye wafu. Sasa tunapozungumzia Torati tunazungumzia ni sheria. Sasa hizi ni sheria, katikati ya sheria zile kuu ambazo Mungu alimpa Musa, kuna sheria zile tunaita sheria ndogo ndogo ambazo ni sheria ambazo zilikuwa zinaongoza wana Israeli kipindi walipokuwa katika safari yao kuelekea Kanaani au Israeli. Na Biblia inatuambia kwamba katika miongoni mwa hizo sheria zingine ndio tunazipata katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo Mungu alikuwa anawaonya wana wa Israeli wakati ule wako safarini kuelekea Kanaani, alikuwa anawaonya kwa habari ya mambo ya kuloga au mambo ya uchawi. Ndipo anawaambia kwamba wala mtu alogaye asionekane kwa mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo. Sasa katika nyakati hizi kuna watu ambao kuna uchawi wa kupiga mafundo, uchawi wa kuloga kwa namna ya mafundo, kwa namna ya kufunga mafundo. Na Biblia ilivyokuwa inaeleza hivi ilikuwa ina maana kabisa. Maana kuna watu ambao walikuwepo wana tabia hizi. Sasa Mungu alipoona kwamba kuna watu wana tabia hizi, kumbuka wana wa Israeli walipokuwepo katika safari ile, walikuwepo ni watu ambao wanayumbishwa na imani mbalimbali. Kuna baadhi ya imani walikuwa wametoka nazo Misri. Sasa zile imani walizokuwa wametoka nazo Misri, miongoni mwao zile imani walikuwa wanaendelea kuishi nazo hata walipokuwa wanatembea mule jangwani. Na miongoni mwa vitu ambavyo walikuwa wanavifanya vingine walitoka navyo Misri. Sasa miongoni mwa vitu hivyo kuna huu uchawi wa kupiga mafundo. Sasa huu uchawi wa mafundo wenyewe unafanya kazi kama hivi, kama hiki kitu ninachokifanya hapa. Mtu anapoenda kusemelezea katika madhabahu za kiganga, au anapoenda kukushtaki katika madhabahu za uchawi, kuna huu uchawi pia unaweza ukatumika. Aina hii ya uchawi wa mafundo unaweza ukatumika. Anaweza akapewa masharti haya akiwa kama yeye mtu aliyeenda kuprogelezea kule au kusemelezea katika zile madhabahu. Kitu kinachofanyika ni hiki hapa. Kuna mfumo wa kitu kama kitambaa au kanga au kamba yoyote ile. Anachokifanya anakupa anafunga namna kama hii. Anapokuwa anafunga namna kama hii, vile anapokuwa anafunga, anakuwa analitaja jina lako, alafu katika kulitaja jina lako, alafu kuna maneno anakuwa ananenea. Inawezekana akawa anasema kwamba kuanzia leo huyu mtu ninaifunga nyota yake, na nyota yake kuanzia leo isifanye kazi, na nyota yake kuanzia leo isiwe na mahali popote pale pa mafanikio. Na anaweza akasema kwamba anavyoendelea kufunga vile, mtu mwingine anaweza akasema kwamba huyu mtu ninavyofunga hiki kitambaa ndivyo vile ninafunga maisha yake. Ninavyofunga hiki kitambaa ndivyo vile ninavyofunga mafanikio yake. Aidha mafanikio kielimu, aidha mafanikio kibiashara, aidha mafanikio kiutuma. Popote pale anaweza akatumia njia kama hii. Kwa hiyo hii ni aina ya uchawi ambayo ilikuwepo nyakati zile, na ni aina ya uchawi ambayo hata nyakati hizi inatumika, na hata nyakati hizi ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba kuna baadhi ya watu maisha yao hayasongi mbele, maisha yao hayaendelei, ni kwa sababu ya wale watu ambao wameenda kuwarogelezea au kuwasemelezea katika madhabahu za kiganga, katika madhabahu za kichawi. Kupitia hii aina ya uchawi wa mafundo, wamefunga maisha yako, wameyafunga maisha yako katika namna ya mafundo, na katika namna vile wameyafunga, maana yake maisha yako hayawezi yakaendelea vyovyote vile. Unaweza ukapambana vile uwezavyo, unaweza ukapambana vile jinsi kadri vile uwezavyo, lakini pasipokuwa na neema ya Mungu hauwezi ukachomoka katika namna hii ya uchawi. Na pasipokuwa na nguvu ya Mungu hauwezi ukachomoka katika namna hii ya uchawi ambao wamekufanyia. Sikia nikwambie kitu, mtumishi wa Mungu. Katika namna ya maisha tunayoishi, inawezekana kweli tumeokoka, lakini kuna baadhi ya mambo tusipoyatengeneza na tusipoyazingatia hatuwezi tukatoka. Ile kuokoka haimaanishi kwamba ndio unatolewa moja kwa moja kwenye vifungo ambavyo wamekufunga. Kuna baadhi ya vifungo haviwezi vikakuachia pale. Miongoni mwa vifungo vikubwa ambavyo vinakuachilia wewe wakati ule unapookoka ni ile pale ufalme wa shetani unatoka kwako.
Lakini hivi vitu vingine ambavyo inawezekana kuna watu ambao wamekamata maisha yako, hivyo ni vitu ambavyo vinakuhitaji wewe baada ya kuokoka ndio viweze kukuachia. Yani mwenendo wako wa maisha yako ya wokovu, vile unavyoendelea kumtafuta Mungu kwa bidii na vile ambavyo unazidi kujishusha na kujinyenyekeza mbele za Mungu na kuipata zaidi ile nguvu ya kimungu kwenye maisha yako, ndio kuna baadhi ya vitu ambavyo ndio vinazidi kukuachilia taratibu. Kwa hiyo sasa kuna namna ya uchawi huu ambayo ina uwezo wa kukuachilia pale tu ambapo wewe utakuja kutambua kwamba yawezekana kuna mahali ambapo maisha yako yamefungwa. Na ndipo sasa ukigundua na ukitambua kwamba kuna mahali maisha yako yamefungwa, itahitaji wewe upate funguo. Ni aina gani ya ufunguo ambayo itatumika sasa kufungua mahali pale ulipofungwa? Ni aina gani ya ufunguo ambayo utahitaji ili uweze kujifungua kutoka mahali pale ulipofungwa? Sasa katika namna kama hiyo, hakuna namna nyingine mtumishi wa Mungu ambayo inaweza ikakutoa mahali hapo isipokuwa ni neema ya Mungu tu. Na hiyo neema ya Mungu hautaipata hivi hivi pasipokuwa na nguvu ya ziada ya kimungu kwenye maisha yako. Na nguvu ya ziada kwenye maisha yako ni ipi ambayo utaipata? Na ni namna gani utachomoka hapo? Ni kwa namna moja tu. Ni namna ya maombi yaliyobeba sadaka yenye maana. Kwa sababu wao wanapokwenda kukufanyia namna kama hii, huwa wanatoa sadaka kabisa. Wanapokuwa wamekufunga vile, kitu kinachofuata wanakutolea sadaka. Na sadaka hiyo inakuwa ni sadaka iliyopo katika mfumo wa damu. Na kumbuka kwamba miongoni mwa sadaka zenye nguvu kubwa sana katika ulimwengu wa roho ni sadaka zilizopo katika mfumo wa damu. Na ndio maana hata watu ambao wana utajiri wa kipepo au wa kishetani, siku zote sadaka ambayo huwa inahitajika sio sadaka ya pesa, sio sadaka ya mali, ila ni sadaka ya damu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa giza, damu ni miongoni mwa mali kubwa sana na ambayo inanunuliwa kwa bei ghali sana au bei kubwa sana. Kwa hiyo wakishanuizia sadaka ya damu, manake pale wanakuwa wameizinisha kabisa na wamegonga na muri kabisa kwamba huyu mtu hata iwaje hapa kwenye hiki kifungo hawezi akatoka. Ili utoke ni lazima neema ya Mungu ishuke kwenye maisha yako. Ili neema ya Mungu itakaposhuka, ile neema ya Mungu kwako au kwenye maisha yako, ndivyo vile ambavyo hiyo neema ya Mungu itakuhifadhi, itakutunza na itakutoa mahali hapo ulipo kwenye hicho kifungo. Natamani niombe na wewe wakati huu na usahau. Inawezekana kweli ukawepo katika kifungo hicho. Inawezekana ukawepo katika mazingira hayo. Katika mazingira hayo uliopo, Mungu ana uwezo wa kukutoa na Mungu ana uwezo wa kukufungua. Popote pale ulipo, unaweza ukalifuatisha sala hii na unaweza kufuatisha maneno haya. Na ninaamini kwa kukiri kwako, kwa kumaanisha, kipo kitu cha thamani ambacho kitafanyika na kitatokea juu ya maisha yako. Sema: Bwana Yesu, kuanzia nyakati hizi ninakataa kila aina madhabahu zilizokamata maisha yangu kiroho na hata kimwili pia. Kuanzia sasa, Bwana Yesu, ninaomba nifunguliwe, ninaomba nitoke katikati ya kile kifungo ambacho nilifungwa kwa muda mrefu, katikati ya kile kifungo ambacho kimenifuatilia kwa muda mrefu, katikati ya kile kifungo ambacho kimekuwa na mimi kwa muda mrefu. Bwana Yesu, nisaidie. Bwana Yesu, niinue. Bwana Yesu, natamani nitoke katikati ya madhabahu hizo. Bwana Yesu, natamani nitoke katikati ya madhabahu hizo zilizokamata maisha yangu, zilizokamata biashara zangu, zilizokamata vitega uchumi vyangu. Basi ninaomba niombe sasa kwa ajili yako. Bwana Yesu, ninakutukuza na ninakushukuru kwa ajili ya huyu mtu mmoja ambaye Mungu amesikia neno lako na ambaye Mungu amesikia mafundisho haya. Ninaomba neema yako Bwana ikamtoe katikati ya vifungo vile alivyofungwa katika maisha yake, alivyofungwa aidha katika biashara, aidha katika maisha ya kawaida, aidha katika elimu. Neema yako nyingi ya uponyaji ya Bwana ikawe pamoja naye, Bwana, ikamchomoe katikati ya vifungo hivyo na akawe salama kuanzia sasa. Ninatangaza uhuru wa kiroho na ninatangaza uhuru wa kimwili, natangaza uhuru wa kibiashara kuanzia sasa. Bwana, akawe na upana wali wa juu Bwana katika kufikiri kwake Bwana, akatembee pamoja nao, na neema yako nyingi Bwana ikashuke juu ya maisha yake, na asiwe tena Bwana mahali pale Mungu alipofungwa. Baba, akatoke na asiwepo tena katika vifungo hivyo, katika jina la Yesu. Funguliwa kuanzia sasa, kuwa salama kuanzia sasa, pokea uponyaji kuanzia sasa, hizo madhabahu zikuachilie kuanzia sasa, na upokee uponyaji kwa jina la Yesu. Amen. Ubarikiwe sana Bwana Yesu.